Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV. Leo ni siku ambaye huwa ninamshukuru Mungu. Kila wakati Mungu akiniamsha huwa ninamshukuru Mungu. Na hakika ninamshukuru Mungu kwa sababu ni watu wengi ambaye walikuwa wanataka kuona siku hii ya leo ambaye ni siku malitati, ambaye ni siku ambaye tujaiona, na hakika hawakuweza kufika. Mimi sijafika ni kwa sababu mimi ni mwema. Nimefika ni kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu. Na lazima nipalilie ile neema kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtukuza na kutangaza wema wake na kutangaza ukuu wake huyo Mwenyezi Mungu. Siku ya leo nataka tujifunze kuhusu uongo ama udanganyifu. Tukisoma katika Matendo ya Mitume 5, maandiko yanasema ya kwamba kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Anania na bibi yake. Waliamua kwenda kutanganya mitume na hawakujua kama ya kwamba sio mitume walikuwa wanatawatanganya, walikuwa wanatanganya Mwenyezi Mungu aliye hai. Angalia, wakausha shamba lao, pesa wakapicha nusu, ambaye wanaenda pale hekaluni kuambia vita. Ile pesa ambaye tulikuwa tumetengeneza ama tuliuza shamba ndio hii. Si ati walikufa kwa sababu waliuza shamba. Si walikufa kwa sababu ati walikawa zile pesa. Hapana. Walikufa ni kwa sababu ya uongo. Na ndiposa wanaona saa hii kuna maisha yetu ambaye saa hii yamekufa ni kwa sababu ya uongo. Kila wakati wewe unaponena katika kinywa chako kilizoea kuwa ni uongo, unatanganyanga. Mama ukiwa pale nyumbani na mzee wako, watoto wenu walizoea kwamba wazazi wetu ni waongo, kwa sababu uongo ndio tulitangulisha katika vinywa vyetu. Uongo ni wa nini? Unapokuwa unataka kuwa rafiki wake Mwenyezi Mungu, katika kitabu cha Samueli 15, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anapendezwa na mtu ambaye sio mdanganyifu. Sio mdanganyifu. Ukisoma katika kitabu cha Methali 6, maandiko yanasema ya kwamba kuanzia mstari wa 10, Mungu hapendezwi na watu wenye kiburi. Hapendezwi na watu ambao vinywa vyao simezoea uongo. Kwa nini tunakuwa waongo? Unakuwa muongo mahali popote uendapo. Unakuwa muongo mahali unakuwa muongo hata ukiwa umelala, unajitanganya hata wewe mwenyewe. Umekuwa muongo. Kila mahali unakanyanga. Kila mtu anajua ya kwamba huyu mtu ni muongo. Halafu unakuta mambo mengi yanasababisha mambo yako kutokuendelea. Ni kwa sababu, ndugu yangu, dada yangu, ya uongo. Wakati utazoesha kinywa chako kumshukuru Mungu, wakati utazoesha kinywa chako kunena ukuu wake Mwenyezi Mungu, wakati utazoesha kinywa chako kunena kitu kinaitwa upendo, hautakuwa na wakati wa kudanganya. Kwa sababu uongo umekuwa saa hii ndio madhabahu. Uongo umekuwa ni kama ni ngome katika familia. Uongo umekuwa ni kama ni ngome hata kwa marafiki. Uongo umekuwa ni ngome mahali mnakaa, hata mahali mko na vikundi. Unasikia watu wanasema ule mtu muongo ndio huyo amekuja. Hebu tusikize bila anakuja kutudanganya leo. Tumekuwa na uongo, umekuwa na uongo kila mahali. Watoto wako naye wanawika ile tabia, wanakuwa muongo, waongo. Hata wakiwa shuleni, mwalimu anajua ya kwamba huyu mtoto ni ule muongo. Kila wakati anapomuuliza jambo, anajua atanitanganya, ni muongo. Wewe umeoleka. Kuna ndoa mingi ambaye zimevunjika kwa sababu ya uongo. Kila wakati kutanganya. Kuna kipindi napenda kuangalia sana. Na wakati hicho kipindi napenda kuangalia, huwa ninaona wakati mama amepatikana, hakasuiliwa, akaonekana hakuna mahali anaweza tanganya, huwa nawekelea shetani. Anasema, nilifanya siku moja tu, lakini ni shetani. Unawekelea shetani kwa nini? Unawekelea shetani kwa mambo yako ambayo wewe mwenyewe uliamua na ukayaweka kwa roho yako, na ukaamua ya kwamba mimi nasimama katika ulengo huu ambaye ni wa uongo. Unakuta mama ni mkubwa, mama ambaye amekomaa, mama ako na wajukuu, mama ambaye anaheshimika, lakini heshima yake inaondoka ni kwa sababu ya uongo. Mungu akiwa katika mlima wake wa Sayuni, Mungu akiwa pale kwa mlima, anakutazama, anaona unafanya namna gani. Anaona ukiwa muongo kiasi gani. Unatanganya kwa nini? Kwa nini umezoea kinywa chako kuwa kinywa cha uongo? Hata wewe mwenyewe si ukaaminika. Hata watu wanaanza kukuokopa kwa sababu wewe ni mtu muongo. Katika jamii kila mtu anakuokopa. Wanajua ya kwamba ule ni ule mama muongo. Huyo msee ni ule muongo. Huyo kijana ni ule anakuanga muongo. Huyo msichana kazi yake ni kututanganya.
Oi, tubadilishe nia. Angalia mtu anaitwa Anania akiwa na mke wake, kwa sababu walikuwa watu wa uongo wote. Angalia, walikufa kwa sababu ya uongo. Na kwa sababu leo hii hatukufi, leo hii kitu kinafanyika ni kwamba mambo yetu yanakufa. Unakuta hakuna kitu kinasonga. Unakuta watoto wetu hata wanashikwa na magonjwa ambaye hayaeleweki, ni kwa sababu ya uongo wasasi wao walitanganya. Oh Jehova Mungu wa mbinguni, kuna wasee sai hata wanalea watoto ambaye si wao kupitia uongo wa mke wake. Unakuta mitume wa familia hii wamekataa wale watoto, ni kwa sababu ya uongo wa mama, wanakuwa ni watoto wa kusumbua. Unakuta watoto ni wakukonjeka kila dakika, kwa sababu labda uliolewa familia ambaye si familia ya kutanganya. Umeolewa katika familia watu waongeangi sana, na ukiangalia ule mtu anaongea sana, kaa ukijua ya kwamba nusu ya maneno yake ni ya uongo. Ukiangalia ule mwanamke anaongea sana katika familia, utakuta akiongea sana, 3/4 ya maneno yake ni uongo na anajulikana. Ni kwa nini tunafanya hayo? Wewe unaenda unatanganya mtoto wa mtu, unamwambia hii mimba ni yake, na hiyo mimba unajua ya kwamba katika mawazo yake si yake. Unaleta mtoto katika jamii kwa njia ya uongo. Huyo mtoto anakalia kiti cha uongo, huyo mtoto anakalia maisha ya uongo, kwa sababu hapo mahali alipo si kwao. Ni kwa nini tumejifunza uongo? Tumejifunza uongo mpaka makanisani. Tumejifunza uongo mahali popote tunaenda kukaa. Tunajifunza uongo mahali tunatembea. Tunajifunza uongo hata katika vikundi. Ndugu yangu, dada yangu, Mungu apendezwi na kinywa ambaye kinanena uongo. Number 1, kinywa kiwezi kikatoka Mungu na kiwezi kikatoka uongo. Hii kinywa kiwezi kikatoka uongo, kiwezi kikatoka Yesu, na kiwezi kikatoka matukano ndani yake, na ukasema unamjua Mwenyezi Mungu. Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu ambaye anatutazama. Kuna Mungu anatuinua. Kuna Mungu ambaye anatuangalia. Kuna Mungu ambaye apendezwi na matendo ya watu waofu. Ni kwa nini tunakaa katika haya maisha? Angalia Anania na Safira, walikufa ni kwa sababu ya uongo. Wakati alipoulizwa mke wake, akaulizwa kweli, ile pesa mliuza ndio hisi? Akasema ndio hiyo. Angalia akina Vita pale ambaye wako na maneno mengi, hata wakukuwa na shughuli, walimwambia basi. Angalia mikuu ya wale ambaye wamepeleka kusika mmeo, ndio mikuu ndio hii. Na ndipo unaona wewe wakati umeanza barabara ya uongo, unakuta ni mikuu ya wale ambaye ambaye Mungu hakuwabariki. Angalia ndio wao wanaruti. Angalia ndio hao watu ambaye hawajabarikiwa, ambaye wao ndio wameingia katika hiyo jamii ya uongo. Ndugu yangu, dada yangu, utajifunza kuwa mtu mwaminifu siku gani. Tuseme hakika huyu mama akisema, huyu mama si muongo. Hakika huyu mwanaume akiongea, huyu mwanaume akuangi muongo. Lakini wewe unakuwa muongo, unatawalwa na madhabahu ya uongo ndani yako. Ni siku gani ambao utamtukuza Mwenyezi Mungu? Ni siku gani ambao utasimama mbele zake Mwenyezi Mungu umwambia, hakika Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha, hakika mwaka huu umeisha nikiwa ndani yako, nataka utakase kinywa changu nisiwe muongo. Lakini kila wakati unakuwa muongo. Hata watoto wadogo wanajua mama anakuanga muongo. Unasikia kumetokea jambo fulani, unasikia watu wakiulizana, nani amesema hayo maneno? Ni mama fulani amesema haya maneno. Watu wanasema wachana na huyo mtu ni muongo. Tutoe hizo kitu ndani ya kinywa vyetu, tusitoe mbali kabisa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tukae katika sifa ndani ya vinywa vyetu, na utaona vile Mungu atatenda. Unaangalia mijengo mingi ama familia mingi zinavunjika, ni kwa sababu zimejengwa juu ya uongo. Na zikijengwa juu ya uongo, lazima sianguke, kwa sababu mtu siku moja atakuja kujua ukweli. Hii kitu itakuja kujulikana siku moja. Unasikia mtu anasema hapana, ile siku nilikutana nawe, hiyo siku ndio nilipata mimba. Na wewe unajua ya kwamba ukienda kwa huyo mtu pato ulikuwa na hiyo mimba. Angalia huyo mtoto anasema unakubalika kwenda kuolewa pale, unaenda kukalia misingi ya uongo pamoja na ule mtoto. Ni kwa nini tunatesa watoto wetu?
Ni kwa nini tunatesa jamii zetu? Ni kwa sababu ya uongo. Hamua kuanzia leo, naenda mbele zake Mwenyezi Mungu, naenda nikae chini ya miguu yake Mwenyezi Mungu, nimwambie kuanzia leo kinywa changu kitakuwa nikikusifu, kinywa changu kitakuwa nikukushukuru, ewe Mungu wa mbinguni. Ondoa uongo, Mungu atakusamee. Ni kwa sababu ya vile ambao utakuwa umekili, na ukikili ya kwamba Yesu anakona uwezo wa kukuosha hiyo kinywa, hakika na wewe usirudi mahali pale kwa uongo. Vile ambao unajitolea kuwa na bidii ya uongo, vile ambao unajitolea kwenda kutanganya kwa vikundi, vile unajitolea kwenda kutanganya kwa jamii, hebu leo jitolee kunena ukuu wake Mwenyezi Mungu, na ule ukweli utakuweka huru, na utakuwa mahali unatembea uko huru kwa sababu kuna Mungu. Lakini kila wakati ni uongo. Wewe kila mahali unasomeka wewe ni ule mama muongo. Kila mahali unakaa unajulikana ni kwa ule mtu muongo. Hata ukiwa kwa plots, watu wakitaka kujua nyumba yako, watasema ni ile nyumba ya ule mama ambaye anakuanga muongo. Ukiwa muongo mbele za watu na mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu, utakuwa namna gani? Tusome neno lake Mwenyezi Mungu. Neno linatuambia ya kwamba kila wakati tuwe vinywa vyetu sinanena ukweli, mtu asemaye ukweli kutoka moyoni. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba yeyote anayetaka kazi ya askofu, mtu yeyote anayetaka kazi ya Mungu, lazima awe mtu ambaye ana lawama. Lawama ni hizo za kusema huyu mtu ni muongo. Mtu ambaye kinywa chake kinanena ukweli, kinanena ukweli. Mungu anapenda hao. Hapendi kinywa ambaye kinanena uongo. Na unakuta saa hii kuna vifo ambaye Mungu aliachilia shetani atunase, ni kwa sababu ya uongo. Ni kwa sababu ya uongo. Unakuta mambo yetu mengi yameleta shida ndani ya maisha yetu, ni kwa sababu ya uongo. Unatanganya. Angalia hata umri wako. Angalia umri wako. Na hapo unakili ya kwamba kuna Mungu. Unaanza sasa kwenda kutoa ushuhuda vile Mungu ambaye amekutendea. Unaenda kunena vile ambaye Mungu ametenda maajabu ndani yako. Na unajua ya kwamba wewe kinywa chako ni muongo. Hakuna Mungu ndani yako. Tumshukuru Mungu. Tukae ndani ya huyo Mungu. Tutembee na Mungu. Wacha tutembee na Mungu. Wacha tuishi kwa Mungu. Wacha Mungu ambaye akitutazama anaona sisi ni watoto wake wasiokuwa na lawama. Lakini wakati uko hapa unaendelea na kutanganya, wakati ambao uko hapa unatanganya Mwenyezi Mungu, hata wengine wanatanganya Mwenyezi Mungu. Mungu, ukinipa kazi nitakuwa na kutolea 10%. Lakini wakati umepata ile pesa, unaanza kunena, unaanza kusema hata huyo Mungu anaona mahitaji yangu, anaona hata itoshi. Ndugu yangu, dada yangu, unatanganya mpaka Mungu wako, unatanganya mpaka muumba wako. Maandiko yanasema ya kwamba kile ambaye umeweka maagano nayo, ama kile ambaye umeapa, usikibadilishe. Mtu ambaye abadilishaye kiapo chake hata kikimtia hasara, huyo ndio Mwenyezi Mungu anapenda. Na ukitaka haya maandiko yako katika Zaburi 15, ukitelemka pale chini mpaka mstari wa 5, utaona vile Mungu ambaye anapenda mtu wa aina gani. Hata wakati mwingine unajihisi, unasema leo ni kama nimemkosea Mwenyezi Mungu. Unaenda kwa hiyo kitabu, unasoma, unaangalia hiyo maneno, hapa nimeyasoma. Ni nini ambaye naweza kuwa nimekosea Mwenyezi Mungu? Niweze kurekebisha. Lakini wewe uko tu. Kila wakati wewe uko tu. Kila wakati wewe uko sawa. Wewe unakuja unakalisha watoto wako, unawatanganya mambo machafu. Unaambia papa yenu anafanya hili na lile. Angalia wale watoto wanakuwa wakiwa waongo kama wewe. Wanaenda wanashuhudia mambo ya uongo ambayo waliambiwa na mama yake, waliambiwa na baba yake, na hiyo kitu kinamea ndani ya watoto. Ndugu yangu, dada yangu, simama na Mwenyezi Mungu. Simama na huyo Mwenyezi Mungu kwa njia ya ukweli. Na maandiko yanasema ya kwamba ukichua ule ukweli unakuweka huru. Sasa utawekwa huru namna gani? Ukiwa wewe ni muongo, ukiwa wewe ndio number 1 ya uongo. Jirekebishe. Na kuna Mungu katika mbingu ambaye aliumba hii dunia na akaumba mbingu, akaumba anga. Na ndiposa katika uongo wako unajifungia anga. Hata ukiomba hiyo maombi haiwezi ikaenda. Hiyo siku ingine tutakuja tujifundishe mambo na anga. Tuone ni tunafunga anga zetu namna gani na tunafungua anga zetu namna gani, kwa sababu kuna Mungu ambaye anayeweza kutuoshea nyota na zikakuwa safi tusipokuwa waongo. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.